Kuna wakati tulikuwa tunakosana na mimi natoka nyumbani naenda kwetu. Sasa nikienda kwetu maisha inakuwa magumu. Naweza kurudisha mtoto mpaka kwa baba yake. Sasa hiyo 2019 sasa ile kijana yangu alikuja kumuona. Nakumbuka kuna maneno kijana yangu aliniuliza. Ati kwa nini? Kwani mama, hii ni maisha gani? Utaishi maisha haya mpaka lini? Kwani tulimkosea Mungu nini? Si kwa baba, si kwetu sisi watoto wako. Huyu ni Naomi. Mashida yake imekuwa magumu. Hii ni vidoda iponi. Sasa mama utakuwa ukiosha mtoto mpaka lini? Sasa hiyo kijana wangu akatoka. Sasa hiyo nikamtuma akaenda akaniletea ile madawa nilikuwa nimemwagiza aniletee. Baada ya kurudi nilimkuta amejipea kitanzi. Welcome to Castro TV. Tuko maeneo ya Mahimahio, Nakuru County, na tumekaribishwa na dada yetu hapa. Atakuwa anatueleza hadithi yake muda si mrefu. Habari? Mzuri. Kwa majina? Jeni Wanjiru Gitau. Na kando yako? Kando yangu naitwa Mama Naomi Wanjiku. Na Naomi ni huyu. Mtoto wangu wa 6 tangia kuzaliwa. Ambaye alizaliwa akiwa na shida ya uti wa mgongo na akawa na maji kwa kichwa. Manake ni spina bifida na endocephalus. Sasa ile nilipata mtoto ama tangia kuzaa mtoto ndio mambo ilikuwa magumu kwangu, kwa sababu unajua kawaida ukipata mlemavu kutuza huyo mlemavu labda uwe na hekima na kukubalika sana. Sasa ile nilipata mtoto aliweza kupelekwa Kijabi Hospital na akafanywa operation ndio aweze kushona yeye mgongo mahali alikuwa na kidonda. Na vile walishona hiyo mgongo maji kaanza kuingia kwa kichwa, na ndio saa hiyo wakamweka mpira kwa kichwa yake. Yenye iliingilia kwa kichwa hapa hivi ikateremka, ndio ikaingilia kwa shingo hapa, ikaunganishwa, akapasua tumbo. Kwa tumbo sasa hiyo ikaunganishwa na maini yake, ndio iweze kudrain hiyo maji iwe waste. Sasa kutoka hapo mtoto amekuwa na challenges nyingi, kwa sababu kutoka kwa kiuno yake hapa hivi aliweza kuparalyze miguu. Ndio hii hata mkiona, ndio hii hata ukimchuna miguu yenyewe hasikii, hakui akijielewa. Ndio ugonjwa wake ikazindi, akaweza kuwa anavunjika miguu. Tena anakuwa na vidonda kama hizi yenye mnaona, na zingine ako nazo na huko nyuma. Na sasa vile alikaa na hiyo shida, uzito ikaingia kwa boma yangu, kwa sababu mara mingi tunakosana na baba yake. Ngoja kabla uniambie kuhusu boma, alizaliwa hivi ama after operation ndio? Alizaliwa hivyo akiwa na shida ya uti wa mgongo, ambako sijui kama mwaweza angalia, sijui kama tunaweza mpindua hivi ndio aonekane. Baadaye tutaonesha baadaye. Hii ndio ilikuwa shida yake kuzaliwa kwake. Hapa alikuwa na shimo ndio akaweza kushona. Na vile walishona hapo ndio maji kaingia kwa kichwa. Wakamweka mpira inaitwa shunt, ndio hiyo akafunganisha na maini yake ndio iweze kudrain maji. Sasa wakati mwingi mtoto huwa anagonjeka, nampeleka Kijabi Hospital, anaweza kutibiwa huko. Nilimpeleka shule baada ya kumaliza miaka 10. Alikuwa na miaka 8, nikampeleka Thika Joy Town, na hakuweza kukaa huku kwa sababu ya kuzidiwa na ugonjwa wake. Mara mingi ninaitwa na mchukua akiwa mgonjwa, nampeleka Kijabi, narudi naye nyumbani. Na sasa vile mtoto amekaa hivyo, nimekaa na maisha magumu na yeye, kutoka nyumbani mpaka maeneo yenye ninaishi saa hii. Naomi niseme ni mtoto wangu wa 6, kuna wengine wako mbele yake. Lakini sasa yenye imenisidia sana kwa maisha ya Naomi ni vile alianza kuvunjika miguu na kuwa na vidonda na kuwa anagharamika sana hospitali. Na saa hiyo sina uwezo, saa nyingine naenda nikiomba paka lift kwa barabara nikimpeleka hosi. Nikienda hospitalini, nashukuru sana kwa sababu ya hospitali ya Kijabi Hospital.
Manake saa ile yote nimeenda huko hakuna siku yenye wameniachilia. Lakini kuna challenges yenye nimepitia kwa huyu mtoto. Sababu kama miaka 3 yenye imepita ungumu umeingilia hapo. Kwa sababu Naomi aliweza kuwa na shida ya kichwa. Na akasemekana sasa hiyo alikuwa Joytown, nikaitiwa, nikamfanyia referral mpaka Kijabi. Kufika Kijabi ndio sasa wakaleka replacement ya shunt kwa kichwa yake. Na vile walimweka hiyo shunt haikufaulu. Kurudi nyumbani tena akazidiwa. Sasa hiyo alikuwa na vidonda yenye ilikuwa imemzidia sana. Yenye ilikuwa hata inaanza kuoza akiwa tu hai. Manake saa hiyo alikuwa tu ukimwangalia alikuwa tu amebaki tu macho na meno tu akicheka unaona tu macho na meno. Ndio saa hiyo nikaweza kuna kijana yangu mmoja alikuwa ametoka Nakuru mwenye alikuwa anaishi na madugu zake. Alikuwa amemaliza mtihani kidato cha 4. Kidato cha 4 mwaka huo wa 2019. Na sasa alikuwa amefaulu kwa hiyo mtihani yake na vile alikuja tayari walikuwa wanagombanaga sana na baba yake na alikuwa anaona ile maisha ninaishi. Nikaweza kumtuma naende akanitafutie madawa ndio niweze kupatia Naomi. Ngoja, kwani ulikuwa unaishi maisha gani haya? Nilikuwa naishi maisha mangumu juu tangia nipate huyu mtoto baba yake hakumkubali kwa ile mateso, yani kwa vile ugonjwa ulikuwa unasidia kila wakati ni hospitali. Sijui yenye ilishika yeye kwa sababu kuna wakati alikuwa ananiambia kwa wazai viwete mimi mwenyewe ndiye najua mahali natoa kiwete. Kuna wakati tulikuwa tunakosana na yeye. Mimi natoka nyumbani naenda kwetu. Sasa nikienda kwetu maisha inakuwa mangumu. Naweza kurudisha mtoto mpaka kwa baba yake. Sasa hiyo 2019 sasa ile kijana yangu alikuja kumuona. Nakumbuka kuna maneno kijana yangu aliniuliza. Ati kwa nini? Kwani mama, hii ni maisha gani? Utaishi maisha haya mpaka lini? Kwani tulimkosea Mungu nini? Si kwa baba, si kwetu sisi watoto wako. Huyu ni Naomi. Mashida yake imekuwa mangumu. Hii ni vidonda iponi. Sasa mama utakuwa ukiosha mtoto mpaka lini? Sasa hiyo kijana wangu akatoka. Sasa hiyo nikamtuma akaenda akaniletea ile madawa nilikuwa nimemwagiza aniletee. Baada ya kurudi nilimkuta amejipea kitanzi. Maisha yakawa mangumu. Maisha yakawa mangumu kwangu. Sasa hiyo hakuna mwenye alikuwa kwa saidi yangu. Na hapo ndio mtoto akagonjeka. Na huyu mtoto nikamchukua nikampeleka Kijabi hospital. Unasema ndugu yake aliona kenye mnapitia. Ikafika mahali akashindwa kuvumilia ukampata amejitia kitanzi. Nilimkuta tu amejipea kitanzi. Lakini kuna barua alikuwa ameniandikia akaniambia, mama nakushukuru kwa vile umesimama na sisi. Na hakuna chenye nimekuuliza siku moja ukakosa kunipea. Lakini sina budi kukuaga kwa heri. Naona sasa nitaenda mahali ambako sijui kama mtu akienda huko anarudi. Lakini yenye mimi nakuachia tu Mungu awe akikusaidia. Yangu nimeshindwa kuishi maisha yenye tunaishi kwa hii boma. Ndio nikakuta amejipea kitanzi. Na huyu mtoto nikuuliza uliwezaje, kabla niongee kuhusu mtoto, uliwezaje kuovercome kenye ulipitia kwa sababu ni kitu nzito sana? Mimi yangu mwenyewe niliomba Mungu nikiwa na huzuni mingi sana. Na nikamwambia Mungu anisaidie na anipe uvumilivu. Niweze kupitia hiyo mtihani na niweze kuipita juu. Niliweza kujua kwangu yenye nilikuwa napitia kwa hiyo wakati.
niliona tu ni mtihani. Na kama vile mnajua mtoto akiingia darasa lingine lazima afanyishwe mtihani. Niliona hiyo ni mtihani ninafanya, na nikipita nitaweza kwenda darasa lingine. Na babake alisemaje kuona kijana wake amejitia kitanzi? Hakuna kitu alisema. Juu saa hiyo mtoto alijipea kitanzi, ndio huyu Naomi na yeye akashikika. Nikaweza kumchukua na kumpeleka Kijabi Hospital, ambako miaka yake yote alikuwa anatimbiwa. Na vile nilifika Kijabi Hospital, waliweza kunipea referral, wakanituma mpaka Bomet, hospitali yenye inaitwa Tenwik Hospital. Sasa vile nilienda huko, sasa niliacha wakiendelea na matanga, na mimi nikaenda Bomet. Sasa siku yenye huyu kijana alikuwa anatoroa mochari, huyu msichana wangu Naomi na yeye akawa ameshikika, alikuwa na cryptos meningitis na shanti yake ilikuwa imekwama. So walikuwa wamesema sasa hiyo hataweza kumweka hiyo shanti kwa sababu ya ile ugonjwa alikuwa nayo, kwa sababu kuna magonjwa mingi akipimwa ilishikika kwa mwili wake, na sasa hiyo akaenda ICU. So sikuweza kuhudhuria matanga ama sikuweza kuzika mtoto wangu, ama sikuweza kurejea nyumbani. Sasa baada ya mtoto kuwa nafuu, Naomi tuliweza kupewa ruhusa baada ya miezi 2 tukarudi nyumbani. Sasa vile tulirudi nyumbani, Naomi alikuwa na vidonda. Hata tukitoka hosi yenye ilikuwa deep sana, yenye ilikuwa imeingia ndani, niliendelea na dressing, nikamwomba Mungu anipe nguvu ya kuosha, kwa sababu nikitoka Bomet walikuwa wameniagiza niwe nikitumia asali na maji ya sara, hii inaitwa vinegar, na changanya na maji ya hospitali. Sasa naosha hiyo vidonda. Sasa challenges yenye nilikuwa nao ni kununua gloves, na nunua hii vitu ya kufunga vidonda na gum, asali, ndio niweze kuosha ile vidonda. Nikaendelea kuosha, lakini haikuwa nafuu. Mtoto akaanza kuoza. Sasa mtoto alioza, ndio nilishikika sana. Nikaomba ombi kwa Mungu, nikamwambia mimi langu Mungu nimefika mwisho, na sio mwisho ya mtoto. Lakini mimi nasema Mungu ndiye ulinipa huyu mtoto, na unajua maisha yake vile itaishi. Sasa nikaomba Mungu, nikamwambia sijachoka na mtoto, lakini wewe kama Mungu umechokeshwa na mtoto, naomba umchukue na njia yako. Sasa nilisema hivyo. Ndio nilipokea simu ya dada yangu. Akanipigia simu akaniambia mahali ameoleka kuna dada ya bwana yake alikuwa anataka kujua shida ya huyu mtoto vile iko, aone vile anaweza msaidia. Akampatia namba yangu akanipigia. Sasa hiyo nipigia, nikamuelezea ile habari. Kisa hiyo sikuweza kumwambia vile tulikuwa tunagombana na mzee. Sasa nilishika hiyo nikavumia, kwa sababu sikuwa nimekata kauli ya kutoka kwa boma yake. Nikamwambia vile mtoto wako na vile sasa hiyo amefika mpaka ameoza. Ndio akaniambia na hakuna hospitali unaweza mpeleka. Nikamwambia iko, lakini vile sina pesa. Akaniambia sasa kuna mtu atatuma nyumbani kama vile mmekuja, ndio wakuja waone mtoto na wajue shida ya mtoto vile iko. Sasa mwezi wa 3 2021 ndio walimpeleka hospitali Kijabi. Sasa ile walimpeleka, sasa ile madaktari walimuona vile alikuwa ameoza hiyo vidonda. Wakaniambia waweza akamfanyia grafting akiwa na hiyo shida hivyo, kwa sababu sasa hiyo hata hakuwa na calcium kwa mwili yake, hakuwa na protein, hakuwa na damu. Sasa ikasemekana lazima kwanza adonetiwe damu ndio aweze kuingia kwa theater. Lakini wakaniambia wakati ya kumpeleka theater hawatafanya hiyo grafting. Juu waliniambia wakimfanyia hiyo grafting Kijabi huyu mtoto ataniacha. Hapo wakaniambia wataweza kufunga jiacho kubwa, wamfanyie colostomy kwa side, na ndio hiyo sasa hiyo wakamweka hapa kwa side. Huyu mtoto sasa hiyo anajisaidia kwa side. Juu mnaona hii kitu ndio anatumia. Akaambiwa sasa hapa ndio alishonwa. Nikaambiwa sasa nitakuwa nikimweka hiyo choo inaingilia hapo
Kutoka hapo hizi vidoda yote alikuwa nazo. Brother na side. Hizi vidoda zote alikuwa nazo. Sisi mnaona vile nawaambia vile alikuwa. Unaona vile yako sasa. Sasa hapa yote ilikuwa na kidonda. Ingine inaingia mpaka huku na ingine ilikuwa imeingia mpaka hapa. Ili ingine ilikuwa imepanda mpaka huko, sijui mnaona. Ilikuwa imeingia mpaka huko juu. Sasa nikaambiwa huyu mtoto akifanyia hiyo atarudi nyumbani. Alafu aendelee kumfanyia kumpea madawa mpaka apate na nguvu na waweze kumtibu hiyo ingine. Sasa mwezi wa 7 tarehe 7 ndio tuliweza kurudi, akafanywa hiyo grafting, wakashona hizo vidoda. Baada ya kumshona kumaliza wiki moja, hiyo kidoda tena ikatokana. Nikamregeza Kijabi Hospital. Kumregeza huko wakaniambia niendelee na dressing, wakanipatia muda wa wiki 3 ndio niweze kumwarudishia waone vile wanaweza kumfanyia hiyo grafting washone. Sasa vile nilikuja huku nyumbani, sijui yenye ilishika baba yake. Na kwa vile hakuwa anapenda mtoto, niseme hata mimi mwenyewe hakuwa ananipenda juu kama angekuwa ananipenda, hangenitendea chenye alinitendea. Alikutendea nini? Kwa sababu saa hiyo mtoto alikuwa analazwa tu kwa kiti, nilikuwa nampindua hata nikikosa mwenyewe sikuwa na nguvu ya kumuinua kwa sababu mkimwangalia huyu ni mtoto mkubwa. Singeweza kumuinua mimi peke yangu kwa vile alikuwa ameshona na huko nimewaonyesha. Sasa nilikuwa natafuta mama rafiki yangu, tunakuja tunapindua yeye, tunamrudisha na side, baada ya masaa kidogo tena tunampindua. Sasa kuna siku moja baba yake akawa pengine amejikubali, lakini hiyo kujikubali yake nikuja nikaona sio hakuwa ameitikia mwito wa huyu mtoto. Akasema yeye mwenyewe ndiye tutakuwa tukimuinua na yeye. Baada ya masiku chache hivi alileta vita kwa boma. Alileta vita kwa boma na saa hiyo sijui hata yenye ilishika yeye. Niseme tu sijui ni nini ilikuja. Na hapo ndio akaanza vita. Na kwa vile alikuwa anaendelea kuniambia maisha yangu yote vyenye tulikuwa tunaishi na yeye, tulikosana kitu kidogo. Alikuwa ananielekeza tu kwa mtoto. Aniambia siku moja, mimi najua utatoka kwa hii boma. Nitakugonga, ukue kiwete kama shiko ama ukufe. Sasa uamue ni gani kwako, kama ni kukufa, kama ni kukua kiwete. Sasa nilikuwa naona tu kama ni msaha. Sasa asubuhi moja ndio aliamka, kaleta magombano kwa boma. Na aweza kunigonga, kaanza vita. Sasa vile alikuwa amenitime ndio anigonge kwa kichwa hivi. Mimi mwenyewe nikaondokea. Akaweza kunigonga kwa matiti. Sasa vile alinigonga matiti hivi, akachukua tena fimbo ndio anigonge kichwa pande nyingine. Nikapinduka. Akanigonga kwa mgongo. Sasa vile alinigonga kwa mgongo nikapiga nduru. Kuna mama alikuja kunisaidia. Vile aliwaona wakikuja, akaniambia ati vile nimepiga nduru, ataendelea tu kunichapa. Na akasema hiyo kichapo haijafika mwisho, bado ataendelea kunichapa. Ndio akanigonga hii mguu. Nilikuwa nimevaa gumboot. Sasa hii mguu akanigongea hapa hivi. Sijui mnaona vile imeka. Hapa hivi. Akanigonga na kimuti. Nilikuwa na gumboot. Nikaweza kuanguka chini. Akaniambia ati amenigonga, bado atanaendelea kunigonga. Sasa hapo ndio ilikuja ikafika mahali. Akaniambia lazima kuna boga tulikuwa tumepanda, akaniambia lazima tuende tukachune boga. Sasa anaendelea tu kunichapa, nikafuata yeye tukaenda kwa shamba tukaenda kuchuna zile boga. Sasa hapo nikiwa na uchungu, nikijaribu kuchuna boga na shindwa, ananiambia na nitachuna, utachuna. Kama umeambiwa ati hutafanya kazi hapa utafanya. Kuna vitunguu nilikuwa nimepanda huko. Kaniambia hata hizo vitunguu nauzaga huko. Sitaki kuona ukisema ati unauza pesa ati ni yako. Acha hivyo unasema ati unauza vitunguu ati unasaidia mtoto. Sitaki kusikia hapa kuchapa tukiwa kwa shamba. Nikaomba Mungu, nikamwambia Mungu tu nisaidie. Na ukinitegua kwa huyu mtego wa kifo, nitaishi maisha yangu nikikushukuru. Sasa ukiwa pale kwa shamba unachuna, bado anakuchapa hapo? Bado, hata nikiwa kwa shamba bado ananichapa. Sasa wakati huo ndio akaniambia sasa niende nyumbani. Niende nikapike, sijui ni alikaniambia niende nikapatie
nini ng'ombe maziwa, watoto wanaitwa aje tushao. Akaniambia nikapatie maziwa. Sasa vile nirudi huko nyumbani, mtoto akaniambia huyu Naomi akaniambia nimsaidie na simu. Ndio akaweza kupigia madugu zake na akapigia mpaka mama yangu. Sasa hakuweza kushika dada zangu. Akapigia, hakuweza kushika dada zake na hakushika ndugu zake. Huyu akampigia mama yangu. Mama yangu naye akapigia kijana yake, brother yangu. Sasa ndio akatafuta huyu msichana wangu mwenye naishi kwake. Naye sasa ile alisikia hivyo, alilia sana na akaenda polisi akastaki. Sasa vile alistaki baba yake, ndio wakaenda hapo akapigia baba ya huyu mtoto simu. Wakamuuliza maswali, eti wewe umechapa bibi yako kichapo ya mauaji? Yeye mwenyewe akasema hajanichapa. Akasema nimemchapa na tuko naye kwa shamba. Akaambiwa hebu mpatie simu. Sasa vile nilipatiwa simu sikuweza kusema ati nimechapwa, kwa sababu alishika simu akaniambia ukisema nimekuchapa ujue sasa nitakuua, akukute ukiwa umekufa hapa, wewe uende mochari na mimi wanipeleke mahali wanataka kunipeleka. Lakini kwangu mimi hakuna mahali naweza pelekwa. Sasa mimi saa ile nilishika simu sikuweza kusema ati amenichapa. Mimi mwenyewe nilichukua nikawauliza wa maskari, mnasema nimechapwa, mimi nimestaki. Wakaniambia sio wewe umestaki, bali kuna mtu wako hapa amestaki hiyo maneno. Lakini kama hujachapwa sisi tulikuwa tunataka kukusaidia. Baadaye ndio waliweza kutuma pikipiki na mtoto na huyo msichana wangu akakuja wakaniendea. Sasa msichana wangu kwa vile hangeweza kukaribia mahali niko, alienda akajificha mahali. Sasa kijana mwenye alikuja kwangu akanipitia njia kubwa sana. Akaniambia kuna mtu ako nyumbani ananipigia simu na hanishiki. Na sasa hiyo anataka kuna kitu anataka nimtolee nyumbani. Kwa hivyo anaomba niende nimtolee kwa sababu huyo mtu wanarudi naye wanaenda naye Rongonot. Sasa hiyo nilikuwa naishi Rongonot. Wanaenda naye pande ya Rongonot na sasa hiyo vitu yenye anataka nyumbani lazima nimtolee. Sasa ndio nikaenda nikapanda pikipiki. Kupanda pikipiki hata ikusimama kwangu boma yangu ilisimamia polisi. Sasa kufika hapo maaskari vile waliniona. Wakaniuliza ni kwa nini ulikuwa unasema hujachapwa? Sasa nikaona hakuna haja ya kuwaficha chochote. Sasa nikaweza kuwaonyesha mpaka ile kichapo yenye nilikuwa nimechapwa. Wakaweza kuangalia yote wakaona vile iko. Sasa vile waliangalia ndio tukaambiwa sasa hiyo ni police case. Ndio akachukua jukumu kushika mzee. Mzee zaidi alishikwa. Watoto wangu ni wakubwa. Wakasaidi na baba yao. Wakasaidi na baba yao. Wakasema ataenda kumtoa. Lakini sasa mimi vile nikafikiria kama mama, nikasema mzee akipelekwa ndani na afungwe na akufia huko, watoto watakaa maisha yao kunilaumu. Mimi nilipeleka baba yao na akafungwa. Sasa wakaniambia lazima sasa tumtoe, ni focus na maisha yangu vile nitaishi. Alilala Friday na Saturday wakatoa pesa wakamtoa. Sasa hilo walikuwa wanamtoa ndio wakaamua. Wakaniuliza sasa umeamua aje? Nikawaambia vile niliona kifo yangu na mtoto yangu bado ako hai na sijachoka na yeye, mimi siwezi nikaishi tena kwa hiyo boma, nitaondoka. Ndio wakaniuliza utaenda wapi? Kawaambia sasa ndaenda na dada yenu tukaishi na yeye. Baada ya kupona mguu Mungu atanisaidia. Bwana yani ugonjwa ikisha kwa mwili yangu, hiyo maumivu yenye niko nayo nitadecide venye nitafanya. Sasa wakamtoa akarudi nyumbani na mimi nikaondoka. Hakuna chenye nitoka nayo nyumbani. Mimi toka tu na manguo na mtoto wangu tukakomboa gari. Ukatoka nyumbani. Sasa kijana wangu mwenye alimtoa wakaongea na huyu dada yake mwenye naishi kwake. Wakamwambia watafute gari ndio niweze kukuja huko. Na kwa vile mtoto wako amepona hizo vidonda, sasa ilibidi sasa tukambeba kama amelala, tukamleta mpaka hapa. Na kutoka siku hiyo mpaka wa leo tunaishi na huyu mtoto.
na naishi kwa mtoto yangu. Nilikuja na watoto wawili na mimi mwenyewe. Huyu msichana wangu ako na bwana na ako na watoto. Sasa hii maisha yamekuwa mangumu kwangu kwa kuwa. Huyo mtoto mwingine ni mgani? Huyo mtoto mwingine, huyu dada huyu mtoto yangu aliweza kumpeleka shule. Anaenda sasa kusoma na watoto wake. Sasa anatokagia shule jioni. Na mkiishi hapa kwa dada yako, changamoto gani unapitia kama mzazi wa Shiko? Changamoto yenye napitia sio ati hakuna chakula ama nini, kwa sababu ile kazi mtoto wangu amefanya ni kazi ngumu sana, na naomba tu Mungu ambariki, kwa sababu hakuna siku yenye nimekosa chakula. Hata mahali ya kulala mnaona amenitafutia mpaka kitanda ya kulalia. Lakini si kawaida mzazi kukaa kwa mtoto wake mwenye ako na bwana. Unaona, mimi naona yangu mimi sifurahii hivyo, kwa sababu yenye inifanya nikae hapo, hii mguu vile alinigonga ilikuwa imevunjika, hata nitolewa plasta jana. Sasa singeweza mwenyewe kujipeleka choo, hata nilikuwa wananiondolea choo yangu wakiwa na hako katoto kangu kadogo, ndio walikuwa wananiondolea hiyo choo. Na naona ni shame, ilikuwa shame kwangu kama mzazi. Kuona afadhali uwe ni kuanguka umeanguka bahati mbaya umevunjika mguu, lakini uchungu ni kuwa ni mtu mwenye ako na akili mzima alinifanyia hivyo. Nikawa nimepitia mambo magumu. Kwenda choo ni shida. Saa ingine najikakamua tu nasema nitaenda kwa choo, lakini ilikuwa tu inaishia tu kwa barabara juu ya uchungu. Na tena mahali ninaishi unaona ni plot yenye inaishi watu wengi. Sasa ilikuwa tu shame kwangu, nikitoka watu wakiniona nikiswingi nikienda na miti hivi, ilikuwa chungu kwangu, na ni chungu kabisa. Siwezi nikaingia kwa bedroom ya msichana wangu. Sasa naona namfanyisha kazi ngumu. Akiondoka asubuhi lazima aje, kama ametupikia chai, ametupikia chakula ndio tukule. Si kawaida. Ladies and gentlemen, wanaume na vitu mnafanya hapa nje, watu wameoa, wameoana, unapiga mke wako ana mtoto, una reject mtu juu ya ni kilema. Wewe pia Mungu akikupatia hiyo mwili haukuitisha, ulijipata. So hii mambo ya kudharau watu juu ni walemavu iishe. Na wanaume unayepiga mke wako, tafadhali kama mmeshindwa usiue mtu na umfanye kilema. Simuachane jameni. Anyway, mom, nilikuwa nataka niongee na Shiko kidogo, nisikia akituongelesha, ndio urudi tuongee na our viewers, uwaeleze venye wanaweza kusaidia. Hiyo iko sawa? Shiro, mshikie tu mic. Shiko. Yeah. Naitwa Wanjiku. Niko darasa la sita. Tuambie nini? Shiko, nilikuwa nakuuliza, saa unapitia mnaenda hospitali na mom, nini unaona kipitia hizo vitu mingi, na wewe pia nini inapitianga kwa mind yako? Mimi kenye wanaona sana ngumu kwangu ni venye kwa kila mwaka wanaenda hospitali karibu mara 10. Nenda hospitali karibu mara 10 kila mwaka. Tangu ujijue. Na inakufanya unasikia roho yako uko, wanasikia uchungu sana. Lakini
Najua sio mama yangu au baba yangu walikosea Mungu. Ni wakanipata nikiwa hivyo. Na wewe unatakanga siku moja ukue nani ama ufanye nini? When I grow up, I want to be a teacher. Hey, that's a valid dream, ukue teacher. Na Shiko pole. Mama umesema Shiko ameenda operation mara ngapi? 28. Yenye alifanywa ya grafting mwaka hii mwezi wa 7 ilifikisha 28. Na amebakisha ingine moja yenye ataenda kurudisha hiyo choo yake mahali inastahili. 28 operation. Shiko, najua one day you will be great, Usi give up, You are a strong child, si ndio? Najua siku moja utakuwa great. Mom, nilikuwa nataka uongee tu na Wakenya. Uambie tu venye wanaweza kusaidia our viewers, uwezi jua United States, UK, tuone venye watakusaidia, si ndio? Sasa mimi nashukuru kwa yote yenye nimepitia. Najua yametendeka kwa wema. Na kama vile maandiko yasema, kuna watu walienda kwa Mungu, kwa Yesu wakamuuliza. Kama vile huyo mtoto ameongea. Ati yeye mwenyewe ana imani ndani yake, sio mimi ama baba yake tulikosa ndio aweze kuzaliwa akiwa hivyo, bali ni kwa utukufu wa Mungu. Na kulingana na ile challenges yenye nimepitia na huyu mtoto yangu, ningeomba tu mwenye ananiona ama anasikiza historia yangu. Ni mangumu, ni vingumu kuishi na mtoto wa spina bifida. Na mwenye hajawahi kupata mtoto mlemavu nikiongea haya hawezi akajua ungumu yenye ninaenda kuongelea juu yake. Juu kama mtoto toka kuzaliwa kwake, mimi namtoa makojo yake na mpira yenye inaitwa catheter. Saidi akuwa amefanyia hiyo operation ya kushona hiyo choo, nilikuwa namtoa hiyo choo. Ndani yake mimi mwenyewe nilikuwa nimefuswa na madaktari vile ninaweza kutoa hiyo choo. Juu hawezi kujitoa yeye mwenyewe. Maana hana hisia kwa miguu yake, hana uwezo wa kusukuma choo. Wakati huu ameshonwa, amewekwa colostomy. Kununua hizo colostomy bags ni bei ghali kwangu. Na kama vile mnaona saa hii naishi kwa mtoto wangu, kupata pesa ni ngumu. Na colostomy moja huwa inatoka 600. Na unaona sio kitu unaweza fua. Kuna madawa anatumia kama hii ya calcium. Hii chupa nanunua 800. Kuna hii ya kuspray ndio aase kutoka hiyo vidonda ama zikauke. Kwa hii chupa nanunua kwa 700. Na kuna ingine bado niko nayo. Hii ni gloves. Siwezi nikamtengeneza kama sijavaa hizi gloves. Ni kununua ninanunua. Na kuna madawa ingine yenye nafunga yeye naye vidonda. Sijui mahali nimeiweka, lakini nilikuwa nayo hapa. Na sina kazi ninafanya, niko kwa mtoto wangu. Naomba tu mwenye ananiona ama anasikia hii historia aweze kusaidia huyu mtoto. Ndio hata yeye mwenyewe ajione kama watoto wengine. Pia sasa mnaona mtoto hana makao. Hata mimi mwenyewe sina makao. Mahali tunaishi kwa mtoto wangu na ndiye dada yake. Na huyu mtoto ako na bwana yake. Ni vingumu kuishi kwa boma ya mtoto mwenye ako na bwana. Kwa sababu majirani wenye wananiona wanaweza fikiria tena nikuja kuharibu boma ya mtoto wangu. Hiyo ni challenges kubwa kwangu. Na saa hii kama vile nimeishi hiyo maisha ya mangumu na plasta na mtoto mlemavu, Mungu akanipa nguvu, nimeendelea tu na yeye na sijachoka na yeye. Nimeweza kutolewa plasta. Lakini ile kutembea nilikuwa natembea, bado nasikia mwili yangu haina nguvu ya kutembea kwa sababu hiyo mguu kanyanga chini hivi
nasikia ni kama kitu imenishika. Nikikumbuka vile ilikuwa imegongwa, ikiingia kwa akili, mguu nasikia hata itembei tena. Ningeomba tu maisha yangu Mungu anisaidie irudi normal vile ilikuwa. Ningeomba tu kama ningeweza kuwa na mahali tu yenye naishi na huyu mtoto wangu. Yenye hata kama atarudi shule, Mungu akimfanikia arudi shule. Awe akiingia tu, anaona ni nyumba yao anaingia. Hiyo ni furaha yangu. Kwa sababu mtoto mkimwangalia ni mtoto mwenye ako na akili na anafikiria. Jua hata kuna barua iko hapa. Kuna barua aliandika hapa nikaisoma. Sijui kama mnaweza sikiliza hii historia ya huyu mtoto. Naweza wasomea. Labda usome yenye sahi alipeana historia yake ambayo siwezi nikawasomea yote sahi. Vile nilisoma hii barua inaongelea kuhusu vile alijijua na ile shida alijikuta nayo. Paragrafu ya pili anaongea kuhusu vile aliwekwa shunt na vile amekaa akisumbuka na ile operation amepitia. Anaongea paragrafu ya tatu, anaongea kuhusu akiongea na madugu zake na madada zake. Akiwaambia tafadhali msiwe mkisahau mama yenu. Aliwazaa. Mama yenu aliwazaa. Msiwahi kamwe kumsahau. Na ile kazi ngumu amewafanyia. Anaongea paragrafu ya 4 vile alikuta ndugu yake amejitia kitanzi na akajipata ICU. Anarudishia shukrani kikundi ya Waireri Foundation mwenye aliweza kupeleka yeye hospitali. Maombi ya mwisho ndio hiyo, anasema naomba Mungu akubariki mama na uishi miaka mingi nikuonage na Mungu asikuachilie. Mpendeni mam. Sasa hiyo ni mandugu zake alikuwa anaambia. Mpendeni mam siku zenyu za maisha yenu. Sababu kasi mam sijui tungelikuwa wapi. Langu ni kwamba alinibeba kwa tumbo lake na kunizaa na hakuona ulemavu wangu anitupe, bali amenivumilia vile niko mpaka wa leo. God bless you. Sasa ya pili, Isaia alikuja kwa dada yake. Anasema uchungu kwa vile mama yake walikosana na baba yake na kuchapwa na kuvunjika mguu, ili hali yeye ananishughulikia na kunipindua, kuniosha na kunibadilisha choo, manguo, kuniosha mwili na mambo mengine ananifanyia mama. Na kwa wakati huu mamu amevunjika, hata yeye hajiwezi, lakini anajaribu awezalo. Hiyo ni mtoto ameandika. Sasa Shiko, nataka nikirudi utuambie budget na cost yote ya Shiko na utupe namba ya simu na poongea na Shiko. Shiko, nini inakufanyanga unaandika? Nimeona unaandika poem. Nini inakuinspire? Yenye ituma niandike ni kuona maisha yenye mama saizi ako nayo. Hata kama walikuwa nagombana sana na babangu, ilifika pahali ikakuwa ngumu. So, kama venye amesema alichapwa hadi akavunjwa mguu. Na hiyo iliniudhi sana.
Na tena kutoka nizaliwe singefikiria ingekuwa imefika hapo hadi pa kutoka nyumbani. Lakini saizi niko na uchungu hadi ilituma hadi niandike hiyo. Kwa sababu ndio mwenye atasoma hiyo akiwa amepitia shida kama yangu. Akuwe na uvumilivu. Najua iko Mungu mbinguni anaweza kalipishanishia. Sababu sio vizuri kwa mtu ajilipishanishie mwenyewe. Lakini kwa mwenye analipishanishia mbinguni. Wow, Shiko, my last words for you. Najua Mungu atakutumia. Si ndio? Na mimi nitashikana na marafiki zangu. Unaweza tumia wheelchair? Itakusaidia? Hiyo mimi nitashikana na marafiki zangu tukutafutie moja. So hiyo kama akona uko nyumbani. Kuna hii foundation ya Waireri. Hii foundation ya Waireri, Mary Waireri Foundation walikuwa wamemletea wheelchair. Ingawa sasa tutoka nyumbani hatukuja nayo. Na ninafanya juhudi juu chini mpaka hiyo wheelchair niipate. Ilikuwa inamsaidia? Ilikuwa inamsaidia. Na sasa tulienda hospitali. Kuna daktari alijitolea na yeye akampea ingine yenye anatumia sai. So wheelchair ako nazo. Yenye sasa shida yenye iko ni mahitaji yake. Unadhani fundraising ama itagharimika pesa ngapi ndio mtoto aende hiyo operation ya mwisho? Hiyo operation ya mwisho ni kama kutoka 800 mpaka 100 ndio iweze kukamilika. Na niko na shukrani kwa zenye zilikuwa mbele ya hiyo zenye imetumika. Nimesaidiwa na marafiki wenye wamenisaidia na washukuru. Marafiki wote wenye wameshika hii mzigo ya Naomi na washukuru pia na wao. Madaktari wa Kijabi Hospital, wa Bomet Hospital, Tenwick hata wanawashukuru kwa sababu wamesimama na huyu mtoto. Foundation ya Mary Waireri na washukuru nyinyi wote kwa vile mliweza kupeleka mtoto hospitali na mpaka wakati huu bado hamjachoka na yeye. Na washukuru kwa yenye mmemtendea na mmemfanyia na mmefanya moyo wake umekuwa strong. Na unaweza peana namba zako za simu? Namba yangu ya simu ni 0715 211 557 ama 0781 342 280. Sawa sawa. Namba yenye mtapata kwa screen unaweza tuma. Sawa sawa, utatupatia tuweke kwa screen. Nitawapatia mweke kwa screen. Namba yangu ya simu ni 0715 211 557 ama 0781 342 280. Finally, Mama Shiko, pole sana kwa hilo umepitia. Shiko, pole. You are a strong girl. Do you believe that? Yes. Are you strong? Yes. What can you tell somebody out there to encourage? Ningesema ningewaambia mwenye anatazama kama iko mwenye amepitia shida kama yangu, ujipee nguvu. Kwa mimi kacha tu nijipea nguvu, la ningekufa kitambo. Lakini wetu nikajua iko Mungu mbinguni anaweza kanibadilishia maisha yangu. Naweza jipata nje
nikicheza na wale wengine. Amen. Amen. Utacheza na wengine, si ndio Shiko? Ladies and gentlemen, boys and girls, once again is your boy Papa Obong, na tuko maeneo ya Mahimahio, sehemu za Nakuru, ambapo tumekuwa tukipatana na Mama Shiko. Ametupatia hadithi zake za kuhuzunisha, na ninaomba tutasimama na yeye na tuweze kushikana na kumsukuma aweze kupeleka Shiko hospitali. As I've told you, is a very bright girl. Na don't forget to subscribe Castro TV, your favorite channel. Bye bye.